Weka makofi ya shangwe na vigelegele kabisa kwa Bwana Yesu. Leo tunaangalia juu ya njia ya kukomesha mateso. Kipengele kingine ambacho tunakitazama ni kuelewa nguvu na kazi ya msalaba wa Yesu Kristo. Nguvu na kazi ya msalaba wa Yesu Kristo. Na andiko letu ambalo tumesoma ni Wakolosai ile sura ya kwanza, kuanzia ule mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 29. Lazima tuelewe kwamba Kristo Yesu ndiye msingi pekee wa kukomesha mateso yote yaliyoshindikana na yasiyowezekana kwa kila aminie. Kama unaandika, andika neno hili. Narudia kusoma. Kama unaandika, andika maelezo haya kwamba Kristo Yesu ndiye msingi pekee wa kukomesha mateso. Hebu sema Yesu Kristo. Sema tena kwa sauti. Sema Yesu Kristo ndiye msingi pekee wa kukomesha mateso yote yaliyoshindikana na yasiyowezekana au yasiyoweza kuelezeka kwa kila amini. Nimesema Yesu ndiye msingi pekee ndani ya maisha yetu, ndani ya shughuli zetu, ndani ya mfumo wa maisha tulionayo. Yesu ndiye msingi pekee wa kukomesha mateso. Yako mambo ambayo yameshindikana kwa akili za kibinadamu. Yako mambo ambayo hayaelezeki kwa namna yoyote. Inawezekana kwenye ndoa kuna mambo hayaelezeki. Inawezekana kwenye uchumi kuna mambo hayaelezeki. Inawezekana kwenye utumishi kuna mambo hayaelezeki. Lakini Yesu pekee ndiye msingi wa kukomesha mateso. Nami napenda nikwambie ndani ya muda huu, yeye Yesu kama msingi, maana yake yeye ndiye tunayemtazama katikati ya maisha yetu. Haijalishi tunapita kwenye wakati gani, haijalishi tunapita kwenye majira gani, haijalishi unapita kwenye majira gani, lakini napenda nitangaze kwamba Yesu pekee yeye ni msingi wa kukomesha kila yasiyoelezeka na kila yanayoleta utata. Yeye ana uwezo wa kuyaondoa. Piga makofi ya shangwe na vigelegele kabisa kwa kuletea haya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katika maisha yetu wako watu ambao wanatembea wakiwa na wasiwasi. Inawezekana watembea ukiwa na wasiwasi. Umekata tamaa, hauoni majibu ya aina yoyote. Na ninapenda nikwambie usikate tamaa. Yesu ambaye yeye aliinuliwa pale msalabani, yeye yuko tayari ndani ya wakati huu tunapokumbuka yeye amefanya kitu kikubwa, na hata leo hatafanya mambo makubwa, kwa sababu ndani ya maisha yako utayaona mambo makubwa. Nami napenda nikwambie katika kauli mbiu yetu ya mwaka katika kitabu cha Ayubu ile sura ya 42 na ule mstari wa 2, Biblia inasema, ule mstari wa 5, Biblia inasema, nalikuwa na kusikia kwa masikio, lakini sasa jicho langu nalo linakuona. Nami napenda nikwambie kama hujawahi kuona mambo makubwa, Bwana anaenda kuyachilia mambo makubwa kwa ajili ya uzao, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya ndoa. Yeye ana uwezo. Piga makofi ya shangwe na vigelegele kabisa. Haleluya, haleluya. Kwa kazi yako nini? Kazi yako ni kuamini. Biblia inasema kila aminie hata tayarika, kila aminie hata vunjika moyo. Nami napenda nikwambie kwa imani ulionayo
hakuna mtu yoyote anayeweza kuvunjika moyo. Hebu sema, hakuna mtu yoyote anayeweza kuvunjika moyo. Ukiwa uko kwenye ndoa unaona mambo hayaelezeki, ukiwa kwenye biashara unaona mambo hayaelezeki, ukiwa kwenye utumishi unaona mambo hayaelezeki, ukiwa una maono unaona maono hayaelezeki. Leo hakuna kisichowezekana kwa huyu Yesu aliye hai. Yeye yupo tayari. Aliyesema siyo mwanadamu, aliyesema Yesu Kristo, aliyesema siyo mwanadamu, aliyesema siyo mchoka, aliyesema siyo babu, aliyesema siyo kijana, aliyesema siyo mjukuu, aliyesema siyo mwalimu wa darasani, aliyesema Yesu aliye hai. Yeye ni mwenye nguvu ndani ya kipindi cha Pasaka. Yeye ndiye msingi ndani ya maisha yako. Yeye ndiye msingi wa uponyaji. Yeye ndiye msingi wa kuinuliwa. Yeye ndiye msingi wa kuinuliwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Wako wanadamu wanatembea katika miezi isiyoelezeka. Inawezekana tembea kwenye ndoa isiyoelezeka. Inawezekana tembea kwenye kipindi ambacho unknown period. Lakini leo napenda nikwambie vile vipindi visivyoelezeka Bwana anavieleza, amekwisha kuvieleza pale msalabani, akatangaza imekwisha. Na leo tunasema imekwisha. Kusema imekwisha, 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 imekwisha. Haleluya, haleluya. Hata kama uvioni vitu vinaendelea, lakini napenda nikwambie yote yamekwisha. Ukiwa kwenye ndoa, yote yamekwisha. Ukiwa kwenye uchumba, yote yamekwisha. Ukiwa kwenye malezi, yote yamekwisha. Hebu sema yote yamekwisha. Hautakiwi kutembea ukiwa una hali ya kukata tamaa. Hautakiwi kutembea ukiwa una hali ya kuvunjika moyo. Unahitaji kutembea kama mwanajeshi wa kiroho, wakisema sauti kwa Yesu. Yesu ana uwezo wa kufanikisha yote, hata aliyoshindikana kibinadamu. Kwa Yesu yanawezekana. Sema, kwa Yesu yanawezekana. Sema, kwa Yesu yanawezekana. Hii inaeleza njia pekee ambayo tunaiona ni kutokana na nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo. Msalaba wa Yesu. Yesu alipobeba msalaba, maana yake sisi tukapata ushindi. Yesu alipobeba msalaba, wewe ukasamehewa. Yesu alipobeba msalaba, wewe ukainuliwa. Na hata leo msalaba wa Bwana Yesu unainua maisha yako, unainua watoto wako, unainua shughuli zako, unainua maono yako, unainua. Haijalishi umepita kwenye vipindi gani, lakini msalaba wa Bwana Yesu umeinuliwa. Na huo msalaba unapomtazama Bwana Yesu aliyeko msalabani, unaona uko uzima, unaona kuna kuinuliwa. Nami napenda nikwambie yale ambayo yamekosesha tamaa, yale ambayo yamekosesha tamaa, leo hayo mambo yanaondoka na msalaba wa Bwana Yesu unatangaza ushindi. Na kumbuka kwenye historia ya Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Mfalme Konstantino. Yeye alipokuwa kwenye vita na Makisentio, alipokuwa anapambana miaka ile 300 kwenda miaka 313, yeye alipoona msalaba unang'aa ngani, akaona ushindi. Kwa hiyo wanajeshi wake wote wakavaa mavazi yaliyochorwa misalaba, na kweli akashinda. Na Ukristo mwaka 313 ukapewa nguvu. Mfalme Konstantino akaidhinisha. Alikuwa sio Mkristo, lakini kwa sababu alikuwa ni marafiki wa Kristo, akawa ameleta ushindi, akawa ameleta ushindi kwenye dini ya Kristo. Nami napenda nikwambie, wewe ni rafiki wa Yesu, utaleta ushindi ndani ya ndugu zako, utaleta ushindi kwa watoto wako, utaleta ushindi kwa jamaa zako, utaleta ushindi kwa ndugu zako. Usikate tamaa. Yeye Yesu yupo, anatembea ndani ya maisha yako. Usikate tamaa, usilie, usihuzunike, maana yuko mfalme
aitwaye mwanaume, yeye anaitwa Yesu ndani ya maisha yako. Alipobeba ule msalaba, amebeba mateso, amebeba magonjwa, amebeba kansa, amebeba kisukari. Hautakutembea ukiwa na huzuni. Leo huzuni unaiambia bye bye, hiyo huzuni bye bye, hiyo huzuni bye bye, hiyo huzuni bye bye, hiyo huzuni bye bye. Nami napenda nikwambie, yeye ambaye alibeba msalaba, mateso yameondoka, vitungo vimeondoka, hali ya kansa imeondoka, hali ya tamaa imeondoka. Usikate tamaa, ana mwanaume Yesu amefufuka. Hebu sema amefufuka. Napenda nikwambie, hata kama umekaa katika hali ya kukata tamaa, leo Yesu, Bwana Yesu yuko tayari, anakuona. Mama unalia, acha kulia, songa mbele kwa Yesu aliye hai, songa mbele. Usikate tamaa. Huyu mwanaume Yesu yeye yuko tayari kukuhudumia. Usikate tamaa, mwambie Bwana, leo ninatamani nikuone. Sema natamani nimuone Yesu. Piga makofi Yesu ya shangwe na vigelegele. Bado hujapiga makofi, bado hujapiga makofi. Sema sauti kwa Yesu, sema sauti kwa Yesu, sema sauti kwa Yesu, sema sauti kwa Yesu. Vigelegele. Haleluya. Paulo anasema siachi kufanya maombi kwa ajili yenu, kwa sababu Yesu amefunuliwa kupitia damu ya msalaba pale Golgotha. Nami napenda nikwambie, tunapotazama msalaba tunaiona damu ile iliyomwagika pale msalabani, tunaiona damu inayoleta ukombozi. Nami napenda nikwambie, ukombozi umefunuliwa ndani ya watoto wako. Hauna sababu ya kukata tamaa, hauna sababu ya kulialia. Lakini mwanaume aitwa Yesu, yeye ashindi na jambo lote. Anaitwa mfalme, anaitwa mwenye nguvu, yaweze kutenda. Hata kama wanadamu wanakukanyaga, hakuna atakaye kukanyaga, kwa sababu mwanaume Yesu ameshakuvuka. Nami napenda nikwambie, utapenya maeneo ambayo haujawahi kupenya, utainuka kwenye maeneo ambayo haujawahi kuinuka. Hata kama kuna alione ngumu, lakini napenda nikwambie Yesu. Hebu sema Yesu. Haleluya. Sema ninashinda kwa jina la Yesu. Nyosha mkono wako tu, sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu.